Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi nashukuru Mungu kwa asubuhi ya leo, kwa sababu ametupa uhai na uwezo ili tupatane mara nyingine katika wakati huu. Kwa majina naitwa mtumishi Ayub Ouko. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Asubuhi na leo nataka nisome pamoja na wewe katika kitabu cha Luka mtakatifu. Luka mtakatifu 15 madogo 11. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu akaendelea kusema, kulikuwa na mtu mmoja mwenye watoto wawili wa kiume. Yule mdogo alimwambia baba yake, "Baba, nipe urithi wangu." Naye akawagawia mali yake. Baada ya siku chache, yule mdogo aliuza urithi wake, akasafiri na fedha aliyopata, akaenda nchi ya mbali ambako alitumia ovyo. Alipomaliza kutumia kila kitu, ukatokea njaa kali katika nchi ile, naye akaanza kuhangaika. Akaomba kazi kwa wananchi mmoja wa Ouko, naye akampeleka shambani mwake kulisha nguruwe. Alitamani kula maganda waliokula wale nguruwe, ila hakuna mtu aliyempa kitu. Alipoanza kupata akili, akafikiria, mbona kuna wafanyikazi wengi wa baba yangu wanaokula na kuzaza, nami ninakufa njaa. Nitarudi kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosea Mungu na nimekukosea wewe pia. Sistahili hata kuitwa mwanao. Nifanye kama mmoja wa wafanyikazi wako. Basi akaanza safari ya kurudi kwa baba yake. Alipokuwa bado yu mbali, baba yake alimuona na kwa moyo wa huruma alimkimbilia, akamkumbatia na kumbusu. Mwanawe akamwambia, "Baba, nimekosea Mungu na nimekukosea wewe pia. Sistahili hata kuitwa mwanao." Lakini baba yake akamwambia watumishi wake, "Haraka leteni nguo nzuri, mkamvike, mvisheni pete na viatu." Wacha tushukuru. Baba, katika jina la Yesu Kristo, unastahili sifa na utukufu. Asante Mungu kwa sababu ya muda, kwa sababu ya wakati, kwa sababu ya rehema na neema zako uliotupa Bwana asubuhi ya leo. Bwana, naombea kila mmoja ambaye Bwana anatazama runinga wakati huu. Bwana, tupe hekima, tupe kibali, kwa sababu wewe ni Mungu. Yote nimeomba na hata kuamini katika jina safi la Yesu Kristo. Amen. Jinsi nilisema awali kwamba naitwa mtumishi Ayub Ouko. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Asubuhi ya leo Mungu amenipa neno ili tusemezane nawe, wewe ambaye umepata nafasi kutazama runinga hii. Nimesoma katika kitabu cha Luka 15 madogo 11. Biblia inasema Yesu kulikuwa
kulikuwa na baba ambaye alikuwa na wana wawili, na yule mdogo akamwendea akamwambia, baba, nipe sehemu za mali inayoniangukia. Alikuwa anataka urithi wake, na babaye akawagawia. Wakati alipata urithi wake, maandiko inasema ya kwamba alizisanya pamoja na akaenda katika nchi ya mbali. Wakati alienda katika hiyo nchi, aliingia katika maisha ya usherati, kwa sababu tayari alishaenda mbali na nchi ya kwao. Alienda mbali na nyumbani, na wakati alikuwa huko akaanza kuingia katika maisha mbaya, maisha ya usherati, maisha ya kuenda kinyume cha matakwa ya Mungu. Na akiwa huko, maandiko inasema ya kwamba baada ya kumaliza mali yake yote huko, njaa kuu ikatokea, ikaingia katika hiyo nchi, na wakati huo ilipata kama tayari yashamaliza mali yake. Biblia inasema alitafuta jinsi anaweza jisaidia, akashikamana na mmoja wa nchi hiyo, na huyo akampeleka shambani ili alishe nguruwe, kwa sababu hiyo ndio kazi ilikuwa inapatikana kule. Ile ujumbe Mungu amenipa ninene nawe asubuhi ni kuhusu kuwa mbali na nyumbani. Na Mungu ananena asubuhi ya leo kwa yule ananitazama ya kwamba rudi nyumbani. Ule kijana alienda mbali na nyumbani. Huko mbali alipatana na mateso. Huko mbali alipatana na mambo isiyofaa. Asubuhi ya leo najua kuna yule ananitazama. Najua kuna yule anayepitia machungu. Nataka nikulinganishe na yule kijana ambaye alienda mbali. Ukiwa mbali na nyumbani, kuna vitu vingi zitakupata huko. Ule kijana alitoroka kwao akifikiria sasa amepata mali. Na nimekuja nikuambie dada yangu, nimekuja kukuambia mama, nimekuja kukuambia mzee, ya kwamba mali sio yote. Unaweza pata mali, lakini bila Yesu huwezi. Unaweza pata yoyote katika hii dunia, lakini bila Yesu wewe huwezi. Ule kijana alikuwa amefikiria ya kwamba akipewa urithi wake sasa ako sawa, na alienda akaingia katika maisha mabaya. Aliingia katika maisha ya usherati, aliingia katika maisha ya uchafu. Na Biblia inasema wakati mali yake iliisha, akarudi katika kilini mwake. Akarudi katika kilini mwake na akafikiria. Wakati alikuwa nafanya katika shamba la mmoja wa nchi ile, akafikiria hata wale wanafanya kazi katika boma letu wana chakula, nami nateseka. Unaweza kuwa unateseka kwa sababu uko mbali na nyumbani. Unaweza kuwa unapitia machungu kwa sababu uko mbali na nyumbani. Mmoja anaweza niuliza, nyumbani ni wapi? Asubuhi ya leo nimekuja nikuelezee ya kwamba kunaye Mungu aliyekuumba kwa mfano wake mwenyewe. Yeye ndiye anakujua vyema. Pengine kunaye vitu umetafuta kwa hekima yako, umejaribu kwa uweza wako, umejaribu kwa nguvu yako, lakini uwezi. Zote unaanza na zinagonga mwamba kwa sababu uko mbali na nyumbani. Mungu anakuita dadangu, Mungu anakuita rudi nyumbani. Ujumbe ya leo nimekuja nikuelezee ya kwamba rudi nyumbani. Huko mbali kuna hatari, huko mbali kuna mateso, huko mbali kuna kula na nguruwe, huko mbali kuna magonjwa,
Kuna wengine walienda mbali na Mungu, hawakuwa wanafuata sheria za Mungu. Wengine walimwazi Mungu, wengine walikataa wasifuate maneno za Mungu. Wengine wanaona ya kwamba wanaweza enda bila Mungu. Ule kijana pia alikuwa ameenda mbali, akifikiria ya kwamba akipata mali amepata yote. Mali huisha, maisha mazuri inaisha, lakini yule amepata Mungu, amepata yote. Sijui ni maisha gani unapitia. Asubuhi ya leo naweza nana nawe, lakini unapitia machungu. Kuna wale wanapitia magonjwa kwa sababu walienda mbali na nyumbani. Kuna wale wanapitia mambo isiyofaa. Na leo na asubuhi nimekuja nikuambie ya kwamba Mungu anakuita njoo. Mungu anakuita nyumbani. Mungu anakuita urudi nyumbani. Hata kama uliokoka na ukarudi nyuma, hata kama uliokoka na ukaacha wokovu kwa sababu ya mambo ya dunia, ukaenda ukafanya vitu za dunia mpaka ukapotea, leo hii Mungu anakuita mara nyingine. Mungu wetu ni wa nafasi wa pili, anaweza kupa nafasi nyingine. Usione kana kwamba sasa uwezi, maisha yako ni bure. Mungu wetu ni wa rehema, amejaa huruma, bado anakuita. Hata kama watu walisema uwezi, hata kama wengine walisema wewe hakuna chochote utapata katika hii ulimwengu. Umejaribu hata katika biashara, hakuna kitu unapata. Pengine unaanza na inaanguka. Mungu anakuita njoo. Huyu kijana, maandiko yanasema ya kwamba akaomba kazi kwa wananchi mmoja wa Ouko, naye akampeleka shambani mwake kulisha nguruwe. Hata kwao nyumbani hakuwa anafanya kazi ya kulisha nguruwe. Lakini wakati alitoroka nyumbani akaenda mbali, hakuna kizuri angeona huko, kwa sababu huko alikuwa mbali na nyumbani. Maandiko yanasema alipata kazi ya kulisha nguruwe. Hiyo ndio kazi angeweza pata. Sijui ni maisha gani unaendesha. Sijui ni maisha gani unapitia. Hata kama ni maisha machungu ya kulisha nguruwe huko. Pengine unakula chakula isichofaa. Mungu anakuita asubuhi, anakuambia njoo. Njoo. Hakuna dhambi uwezi ukasamehewa. Kuna wengine wanaona walifanya dhambi sana hadi sasa Mungu hawezi wakasamehe. Nami nimekuja na asubuhi nikuelezee Mungu anakuita. Huyu kijana alienda mbali, akaingia kwa maisha mabaya. Sijui ni maisha gani unaendeleza. Wewe ndiye unaweza jionea na useme leo hii nataka nirudie Mungu. Wewe ndiye unajua ni nini unahitaji asubuhi ya leo. Hata ikiwa umeingia katika dhambi, hakuna dhambi huwezi samehewa. Hakuna. Yule aliyekuumba, muumba mbingu na nchi, yuko hata sahi asubuhi. Kama kuna yule yote atakaikubali na kwamba mimi ndio ni mwenye dhambi, Mungu atakusamea. Maandiko yanasema wakati ule kijana alichoka na maisha ya kulisha nguruwe, hata yeye mwenyewe alitaka kujisibisha kwa maganda ya nguruwe. Na wakati alikuwa katika hiyo hali, akafikiria, akarudi katika kilini mwake na akafikiria nyumbani. Hata wewe unaweza fikiria nyumbani. Yule aliyekuumba bado anakupenda, na useme mimi nataka nirudi kwa Mungu. Pengine uliacha Mungu kwa sababu ya mambo ya dunia. Alipofikiria nyumbani, alirudi akilini mwake na akakumbuka nyumbani.
akasema mimi nitarudi kwa baba yangu na nimwambie sistahili kuitwa mwanao. Hata wewe unaweza fikiria na useme mimi narudi kwa wokovu, narudi katika wokovu, narudi kwa baba yangu, narudi kwa Mungu aliyeniumba, kwa sababu maadui wako wamenena kinyume. Maadui wako wamekutakia mabaya. Maadui wako pengine wengine walikutega, wengine walisema hata hautamaliza mwaka huu, lakini hao ndio wamenena. Mungu bado hajanena, jinsi imenukuliwa katika kitabu cha Yeremia 29:11 ya kwamba mimi Mungu ndio najua yale mipango ninayo kwenu, sio mipango mibaya. Mungu ako na mipango mizuri, mipango mazuri kuhusu. Sijui umefikia wapi. Ule alienda mbali akaingia kwa maisha mbaya. Pengine wewe pia umeenda mbali kwa maisha, umeenda mbali ukaingia katika dhambi, umetenda dhambi kila wakati, umezamia dhambi. Na asubuhi popote unanisikia, bado unaweza rudia Mungu na useme leo hii, kama kunaye yule atakubali ili aokolewe, Yesu yu tayari atakuokoa. Maandiko inasema ya kwamba alipoanza kupata akili, akafikiria, mbona kuna wafanyikazi wengi wa baba yangu wanaokula? Akasema, mbona kuna wanaokula na kusaza, nami nimekufa njaa? Hayo mambo alisema baada ya kurudi akilini mwake. Alipata akili na akafikiria, akasema moyoni mwake ya kwamba nitarudi kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosea Mungu na nimekukosea. Hiyo ndio jambo ambalo imeshinda watu wengi wakati huu. Hata ukipata mtu ametenda dhambi, hakuna yule atakubali ya kwamba nimekosea Mungu. Na huyu kijana wakati alirudi katika kalini mwake, akasema ya kwamba mimi nitarudi kwa baba yangu. Wewe dada, unaweza rudi kwa baba yako na umwambie umekosa, umetenda dhambi, umefanya dhambi mbele za Mwenyezi Mungu. Yeye alirudi akamwambia, mimi nimetenda dhambi na sistahili kuitwa mwana wako. Baba yake alipomwona akirudi akiwa mbali, Biblia inasema alienda akamlaki. Sijui ni dhambi gani umetenda, Mungu bado anaweza kulaki. Mungu bado anakuita, ana huruma. Hakuna dhambi kubwa wala ndogo, dhambi zote ni sawa mbele za Mwenyezi Mungu. Ni wewe ndiye utaamua kupitia yale maisha unapitia, na useme na kama nataka nirudi nyumbani. Mbali kuna magonjwa, mbali kuna hatari, mbali kuna njaa, mbali kuna mateso. Ukiwa mbali na nyumbani, kuna vitu vingi kule. Ndio maana Mungu anakuita asubuhi ya leo ya kwamba njoo, rudi nyumbani. Biblia inasema ya kwamba alienda akasema, baba, nimekosea Mungu na nimekosea wewe, sistahili hata kuitwa mwanao. Nifanye kama moja ya wafanyikazi wako. Basi akaanza kusafiri kurudi kwa baba yake. Alichukua hatua baada ya kuongea, baada ya kuona ya kwamba yeye ndiye mwenye dhambi. Alianza kusafiri kurudi nyumbani. Na Biblia inasema alipokuwa bado yu mbali,
baba yake alimuona na kwa moyo wa huruma alimkimbilia. Alimuona na moyo wa huruma akamkimbilia. Baba hawezi wacha mtoto. Ndio maana alimuona akiwa mbali na moyo ya huruma akamkimbilia. Nimekuja nikuambie ya kwamba Mungu bado anaweza kuangalia na moyo ya huruma. Wanadamu ndio wamenena, maadui wako ndio wamenena, lakini Mungu aliyekuumba bado hajanena mabaya. Bado anakuita kwa sababu amejaa huruma. Anakuita njoo, urudi nyumbani. Sijui ni maisha gani unapitia. Hata kama ni maisha ya fukara. Kuna wale wanapitia maisha mabaya kwa sababu walimuasi Mungu na wakaenda mbali. Kuna wale wanapitia maisha ya uchungu. Pengine ni mama. Ndoa imejaa vita. Watu wanapigana. Wanasema mambo mabaya. Lakini leo kama utakubali kurudi nyumbani, Mungu atakuangalia na moyo ya huruma. Atakusamea. Pengine kuna vitu ulifanya isiyofaa. Na leo hii kama utakubali kurudi nyumbani, Mungu atakulaki na atakuangalia kwa moyo ya huruma. Biblia inasema ya kwamba mwanawe akamwambia, baba, nimekosea Mungu na nimekukosea wewe pia. Sistahili atakuitwa mwanao. Lakini baba yake akamwambia watumishi wake, haraka leteni nguo nzuri mkamvike. Hata kama alichukua mali zake zote akaenda nayo katika nchi mbali, baba bado anamkaribisha. Anawaambia wafanyikazi, leteni nguo nzuri mvalishe. Pengine mahali huko umekata tamaa. Unaona ya kwamba kuna mazuri unaweza ona. Umetafuta lakini wewe upati. Kwa sababu ulienda mbali na nyumbani. Na asubuhi Mungu anakuita. Anasema, dada njoo. Ndugu njoo. Sijui ni maisha gani unapitia. Hata kama ni maisha ya usherati. Kwa sababu Biblia inasema yule kijana alipoenda katika nchi ya mbali akaingia kwa maisha ya usherati. Mali ikaisha. Akaingia katika maisha mabaya. Akatafuta kazi na kazi ikakosekana. Akaanza kuchunga nguruwe. Nimekuja nikuambie ya kwamba Mungu anakuita nyumbani. Hata kama ulienda mbali, Mungu anakuita mara nyingine. Mungu anakuita urudi nyumbani. Na nyumbani ni kurudia Mungu. Pengine uliokataa wokovu, ukaingia katika maisha ya raha. Ukaingia katika maisha isiyofaa. Mpaka dakika hii tunanena na wewe, pengine wewe ni mgonjwa. Na Mungu wetu ni Mungu wa huruma. Mungu wetu amejaa neema. Anakuita rudi nyumbani. Anakuita rudi nyumbani. Haijalishi umepitia nini. Haijalishi ni nini mfanyika. Haijalishi. Mungu anakuita. Kwa uweza wako imekataa. Kwa hekima yako imekataa. Kwa mali yako yote imekataa.
na inawezekana kwa Mungu. Nataka niombe na mama mwingine, nataka niombe na kijana fulani, nataka niombe na dada fulani ambaye analaya ya kwamba ameenda mbali na nyumbani, amekataa maagizo ya Mungu na akaenda mbali. Huko mbali ameteseka ya kutosha. Leo unaweza fanya uamuzi, nafanya mimi narudi kwetu nyumbani. Biblia inasema Mungu alikuumba kwa mfano wake mwenyewe. Wewe ni mfano wa Mwenyezi Mungu, na bado anakupenda, anakuita. Nataka niombe nawe, hata kama ni magonjwa, hata kama ni shida, hata kama ni biashara unaanza inaanguka, Mungu anakuita urudi nyumbani, na yote yanawezekana kwake Mungu. Popote huko, nataka uamini na tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nasema na asante Bwana asubuhi ya leo kwa huyu dada ambaye ananitazama. Amepitia maisha machungu, amepitia mambo mabaya. Jinsi wewe ni Mungu, wewe ndio baba yake. Ulipoita yule kijana akarudi katika kilini mwake, akarudi nyumbani, na baba yake akamlaki, akamkaribisha, akamwangalia na moyo ya huruma. Tazama huyu dada, tazama huyu ndugu, tazama huyu mama, tazama huyu mzee, kwa moyo wa huruma Bwana umtendee. Kunaye yule anapitia maisha ya magonjwa, Baba umponye. Kunaye yule Bwana anaanzisha biashara na inaanguka, Baba uinue. Asante Mungu wetu, kwa sababu wewe ni Mungu na bado unatenda miujiza. Nimeomba na hata kuamini katika jina safi la Mwana Yesu Kristo, amen. Jinsi niliwaambia awali kwamba naitwa mtumishi Ayub Ouko, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Tunafanya kazi ya huduma hapa Nairobi. Niko na kanisa kule Kibra, St. Meshach Fellowship Church. Popote huko, ukiangalia hapo chini utaona nambari zangu 2. Piga hizo nambari na tutawasiliana nawe. Mungu na kubariki. Tupatane tena mara nyingine, Mungu akitukubalia. Ubarikiwe na ubarikiwe mara nyingine. Shalom. Eternal Father, I offer you the body and